Kikao hiki hapa kina mixture nzuri sana. Serikali tunakutana na private sector ili tuweze kwa pamoja, kwa sababu tuko ndani ya Tanzania na of course ni wa Tanzania hapa, tuweze kusaidiana namna ya kuweza kuachieve hiyo vision, tuweze ku accredit baadhi ya facility na tuweze kuweza kuboost medical tourism katika nchi yetu. Tanzania tuko tayari. Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan na yuko mstari wa mbele. Wakati tuko kwenye break pale nilikuwa nazungumza na wenzangu, ukizungukia Tanzania sasa hivi in terms of healthcare facilities, hakuna kanda, hakuna mkoa ambao una poor health facilities. Kuwa na facilities hizo is part of the process. Lakini kuna swala kubwa sana la mindset, attitude, hasa kwenye public facilities. Kuwa na National Accreditation Board, hilo ni very important. Sasa pengine tunaweza tukaanzia hapo. Kwa hiyo kama ambavyo alitanguliwa kusema makamu mwenyekiti, baada tu ya ile hotuba ya Mheshimiwa Rais kwamba tuingie kwenye medical tourism na kujua kwamba quality ni part kubwa ya medical tourism, Jakaya Kikwete ilianza journey yake to international accreditation. Poanza kwa mara ya kwanza tuliwashirikisha wenzetu wa Farm Access, tulifanya kitu cha kwanza kinaitwa gap analysis. Baada ya ile gap analysis, japo tulikuwa tunafanya vizuri sana na wengi wetu tulikuwa tuko happy na JKCA inavyofanya, we were shocked kwamba according to international standards tulikuwa tuko chini sana. As management tulichukua ile kama challenge na ndipo ilipotupa moyo hasa kwamba now we want to be 100%. Kwa Muhimbili National Hospital tulijifanyia assessment na tukaona kwamba tuko tayari zaidi ya 100%. Lakini gap pekee ambalo tuliweza kuliona ni upande wa customer care. Tuna kila kitu ambacho wenzetu wanao perform medical tourism wanacho. Tuna high tech equipment, tuna more specialized doctors, but gap tulilonalo na tunacho lack sana ni customer care. So Muhimbili National Hospital tumekuwa tukifanya training kwa staff wetu, how to manage patient, how to care patient, including communication skills, languages. As you know, these medical tourists, most of them ni foreigners, ambao wanahitaji high care with different languages. So tumekuwa tukifanya hizi training sana za customer cares. Sign MOU na Chuo cha Utalii Taifa, ambapo wamekuwa tayari kutusaidia kutrain watu wetu. Wamekuwa kituazima watu wao, wanakuja kwetu, tunafanya nao kazi, kwa hiyo tunajifunza all about customer care. Kwa hiyo kwa upande wetu kwa kweli tunaendelea vizuri na tuko tayari kwa medical tourists. Quality saves lives. Okay. So I believe that, and we believe at SAFE that what about quality? Generally when we talk of quality, okay, we talk of quality of life, we talk about quality of health, and then we talk of quality of healthcare. Quality is a process, yes, but quality is also a journey. It has to be a culture. You asked my colleague over here from Aga Khan that what is it that makes them so sustainable. Okay, so quality to be sustainable has to be incorporated as a habit. Quality is a moving journey. The first one said it's every day changing, so it is moving, and we also have to evolve. So journey of quality is a journey that you need to be flying every day. It's not running, it's not walking. So you need to keep up with the standards every day. So it needs leadership commitment, it needs a department that follows up, and it needs the commitment from the middle tier of the institutions. Managers must take this as their own
KPI, we will fall short. But that's the way you have to go. The CEO, the leadership has to show commitment, follow up, and each and everybody has to be told that JCI is ours. And that's why we always call all the hospitals and say, this is what the CEO always says, JCI is not mine, it's not of your managers. JCI does not pass one department and fail one department. If you get the golden seal, it's the hospital seal. It's not I'm approving this and I'm not approving this. There's no pick and choose. So we all need to pass or we all fail. So that is how you cascade that buy-in all the way down.